Yaani kakaangu mimi sikuelewi. Kwa sababu umeniita hapa umeniambia kuna maongezi. Sasa naona umekaa kimya. Kichwa changu hakipo sawa. Kwenye kichwa changu kuna watu wanapika makande, afu wanatumia vifuu. Kichwa kimepata moto sio kawaida. Humu ndani kuna vitu vinaendelea ambavyo ni kama unyanyasaji wa kijinsia, ambavyo ni kama ukoloni mamboleo. Na maanisha nini kuongea hivi? Humu ndani kuna idadi ya watoto wa kike wengi kuliko mimi wa kiume. Hivyo mmeamua kufanya maamuzi ambayo nyinyi mtaona yapo sahihi, bila kuniwaza, bila kufikiria chochote kuhusu mimi. Na mnakosea sana. Hivi wewe dada yangu ni wakwenda kumshawishi mama ampatie fimbo mwanao? Yule binti yako bado ni mdogo sana. Anatakiwa awe shuleni. Anatakiwa apate elimu, lakini sio mambo ya kichawi. Mnakosea. Yaani kakaangu mimi mwenyewe, yaani mama nagombana naye kila siku. Kwanza yule mtoto ni mdogo. Alafu isitoshe ana baba yake. Haya, baba yake akija kusikia inakuwaje? Yaani mimi mwenyewe nimepinga kabisa ile swala la kumrithisha yule fimbo yule mtoto. Lakini mama ameng'ang'ania, anasema mizimu ndio imemchagua. Kwa hiyo mimi nimeamua kumwacha. Sasa mimi nifanyaje? Yaani ukisema hivyo kakaangu unakosea, yaani unanikosea. Sasa kama wewe ndio mama yake mzazi na hutaki ule mtoto amiliki ile fimbo, basi itakuwa mama ndio anafosi yule binti amiliki. Nimepata wazo. Mimi na wewe inatakiwa tuungane, tuipate ile fimbo. Sawa, mimi nilipo tayari kuungana na wewe. Cha kufanya si tuibe au subiri. Mimi ndo naye yule mtoto. Nitaiba usiku. Kipata hiyo fimbo, niletee mimi moja kwa moja. Wamekwepa kwepa we. Wameukalia wenyewe. Wameninyima fimbo. Mwisho wa siku wameiacha nje na ichukua kilaini. Sasa naenda kuwa mmiliki wa uchawi. Fimbo hii ina nguvu na uwezo wa maajabu sana. Kama Musa alivyomiliki fimbo na akapasua bahari. Naenda Koko Bichi, napasua bahari ile. Watu wanakula miogo kwa sile miogo pale katikati ya bahari. Oyae. Nilikwambia mimi, unaona kichokukuta mwanangu? Yefu mimi nikwambia paka kabisa na mizimu, unaona kichokukuta? Utakuja ufe bure, shauri yako. Dada, leo sikuja kupindisha maneno. Unatakiwa hichi ninachokizungumza basi ukizingatie vizuri. Na nahitaji jiwili moja tu. Kwa nini umempa ile fimbo mjukuu wetu? Hivi kaka walizima data wewe. Unakumbuka kama watatu wetu pamoja na mlikuwa mwelewano?
Na ndio maana ile fimbo mama anempe mjukuu wangu. Na sio mimi, hata mizimu mama kufanya hivyo. Hivi mimi na wewe ana ujizima data nani? Yule mjukuu fimbo ile inamhusu vipi? Tazama. Wewe kama umeshindwa kuirithi ile fimbo, unatakiwa unipe mimi. Imeisha hiyo. Nilichokuongea sirudi tena. Nimekwambia mizimu ndio imeamua. Sawa sawa. Kumbe wewe kuna kitu unakitafuta kilichokwepo katika nafsi yangu. Sasa basi utaona. Ila utakuja kujuta kwa hicho tukifanya. Imeisha. Naambia dada. Kwambieni. Nashangaa nimekuja kule barazani au umekuja kwa kunyuma vipi mwenzetu? Mbona kujikalisha peke yako muda wote? Hamna dada, nimekuja huku tunaona kuna miti. Kwa miti kiupepo ninachokipata. Najisikia raha sana. Afya ninapopata upepo na fresh akili. Leta habari. Dada, kuna jambo nataka nikushirikishe. Na mama utanisaidia. Nakusikiliza kaka. Nadhani fika kwa muda mrefu sana nakaa katika hii hali yangu. Napata maumivu sana. Muda mwingine nashinda kulala hata kitandani kwa amani. Nashinda tu nimekaa nimetanua miguu. Nateseka. Hata katika upande wa kula mwenyewe unaona. Siwezi kula hizi mdomo kwa hivi, nakula kidogo tu. Maumivu yananipata kama itawezekana. Jaribu kwenda hospitali. Wakaangalia namna gani wananisaidia. Kama ikiwezekana walipasue. Ila kuna jambo moja. Jambo gani tena dada? Jambo la kuniambia kwamba tuende hospitali. Hiyo haingia akilini. Yaani hapa tufanye mpango tu, tuende kwa mtaalamu. Lakini kuniambia upeleke hospitali mambo haya sio kweli. Dada, siamini sana mambo ya kishirikina. Maana mbona kuna mtu yuko nao hospitali ni njia rahisi ya kupasua. Sasa kasema twende kwa mtaalamu huko ikashindikana na kwaje. Haya sasa mambo mengine unawasemea wewe. Na wataalamu sio kwamba kila mtaalamu unataka kwenda ndo ataweza. Unaangalia hapa umejaribu ukiona uelewe unaenda sehemu nyingine. Lakini sio hospitali. Wewe mwenyewe nafikiri unajua hiyo hali imetokea vipi. Huyo mtaalamu unamjua sasa? Mimi mtaalamu nitamtafuta na nitampata na tutaenda. Basi sawa dada, ukinisaidia mimi nitashukuru sana. Basi hata usijali. Maana ndio sana ndugu yako. Hodi. Hodi wenyewe. Karibu. Haya wewe mchawi sugu. Kilichokuleta hapa ni? Wifi tena mimi nimekuwa mchawi. Hivi, mlichomtendea kaka yangu bado hujalizika nacho. Mmempa busha, mmempeleka mdomo pembeni. Bado hamjatosheka. Kilichokuleta hapo kitu gani? Au umekuja kummalizia kaka yangu? Lakini wifi mimi sihusiki chochote. Mimi sijui chochote. Mimi nimesikia tu kwamba Banza anaumwa, mimi nimekuja kumuona. Usihusike kwa nini? Mama yako anaweza kitu kimoja wewe. Banza. Banza. Naona umekuja kummalizia. Si ndo maana yake? Haya. Mmalizie. Unafanya nini hapo? Banza, mimi unanionea bure. Mimi sihusiki na kitu chochote hapo. Sihitaji kusikia kwa chochote. Sihitaji kuongea na kitu chochote. Lengo lako nimalize, si ndio? Sina muda kuongea na wewe. Yes, nimalizika. Mtajua mimi napambana vipi? Najitibia. Nashukuru. Chumi nashukuru. Makosa yangu mimi kukupenda wewe na kuzaa na wewe. Nashukuru. Nitakaa vizuri tu, Mwenyezi Mungu yupo. Dada usitoke muona hapo. Lakini Banza jamani. Hebu ondoka, lakini Banza kitu gani? Ndani ya familia mambo kizaza,
Fimbo jamani, ya ulisimba. Fimbo ya ulisimba. Asiyefaa kupewa kapewa, anayefaa kupewa kanyimwa. Ya ulisimba. Ya ulisimba. Ya ulisimba. Aha, kumbe umekuja eh? Ndio nimekuja tena, nakuja kufuata wewe. Aha, nilikuwa nakutafuta sana we mtoto wewe. Ndio, wanatakaje? Unavyotaka mimi nataka. Maana naona mtoto unatuzoea sana wewe. Unatuzuia sana mambo yetu. Sasa ndo nilikuwa nakutafuta.